Nimeonyeshwa marehemu kaka anakupa taarifa kwamba Machozi kafika kijijini hapa. Umeona kwenye ndoto? Ndio nimeonyeshwa mama. Basi mwanangu, rudi ndani. Ulikuwa unakwenda wapi huko? Nilikuwa naenda kukaa pale chini ya mwembe. Hapana, usiende kwenye mwembe huko. Nenda ndani kupumzika, atakwisha mwanangu. Sawa. Machozi. Niache. Nataka niondoke. Unataka uondoke uende wapi? Kati hapa ndio kwako. Kwa kama ni kwangu sina kwetu. Hivi shida ni nini ambayo wewe unataka kufanya utoke ndani? Shida ni kwamba nimekuchoka, nataka niende kwetu. Mwanaume gani wewe? Hivi katika wanaume nani mwanaume? Hivi kwa wanaume wakitoka mbele, unaweza katoka wewe? Hebu niangalie kwanza, nyumbani kwetu nilitoka hivi. Nimefuba kuto niko mkuvaa vilemba, atasema niko Eda. Tena wewe koma. Ngoja kwanza. Hebu nisikilize mke wangu. Kama kuna kitu chochote nimekosea naomba unisamehe. Labda kuna kitu chochote ni mimi nimekifanya ambacho sio sahihi. Mimi pesa matumizi naacha, naenda kulima, kila kitu nakufanyia mke wangu. Unataka nikufanyie nini? Hebu kwanza niachie. Unataka nikufanyie nini mke wangu? Alafu niache niende. Nimekwambia nimekuchoka. Kwani mama unanichoka nimefanyaje? Mbona vitu vingine mimi navifanya? Mke wangu hebu check. Unapendeza mke wangu na kazi vyote. Mke wangu unataka uende wapi? Hebu ngoja kwanza hebu. Wewe mwanaume anafurahisha. Napendeza kitu gani? Ama jola kunipaukia mimi. Na vilemba au utasema niko naenda kusilimisha watu. Tena wewe nimeshakwambia sikutaki wewe mwanaume, ni mwanaume ambaye sikupendi. Naishi na wewe ili mradi tu. Siwezi kuwa na wewe. Naenda nyumbani kwetu, naweza nikapata mwanaume ambaye ninampenda akanioa. Sitaki kuolewa na wewe. Nataka kuniambia hapa ndio uhalisia wako, ndio silika yako, ndio upande wako wa pili. Si ndio hivyo? Kwa yale yote ambayo ulikuwa unanionyesha kipindi kile mimi sijakuweka ndani ilikuwa ni uongo. Yale yote ambayo tulikuwa tunafanya yote kabla sijakuoa ilikuwa ni uongo mama. Si ndio hivyo? Nakuuliza si ndio hivyo? Acha kuniambia taarabu, nataka niende. Mama, mimi naimba taarabu. Mwanaume ambaye ulikuwa unasema unanipenda, huwezi ukaishi bila mimi. Mwanaume ambaye ulikuwa unasema wewe ni ndoto zangu. Mke wangu ndio heshima ambayo wewe leo hii uko naionyesha. Ndio kitu ambacho umetoka nacho kwenu. Ndio kitu ambacho wewe mama yako, yani kwa tuseme familia yako ndio kitu ambacho kimekufundisha hivi. Koma. Masuala familia yangu hapa hayapo. Umenisikia? Niko mimi na wewe. Alafu mimi ndio ninaongea kwamba nataka kuondoka, sio familia yangu. Koma wewe mwanaume wewe. Hapo nimekwambia nimekuchoka. Kwa nini unaningangania? Mbona umekuwa kinganga? Unataka uende wapi na mtoto wangu? Mtoto ataenda kuhangaika. Unataka uende wapi? Kumbuka na damu yangu, unataka uipeleke wapi? Kumbuka na damu yangu, unakwambia damu yako nani? Alikwambia hii damu yako nani? Mtoto ni wako mimi na sio wako wewe. Nataka niende huko nikamlee mtoto wangu. Kwa hiyo mtoto wangu sio wako wako. Kwa nini? Yaani mimi mtoto wangu nataka niambie sio wako wangu. Unadiriki kuna nini kuzungumza hayo maneno? Nakuuliza unadiriki kuzungumza hayo maneno? Kwa hiyo wewe dunia nzima wewe ndio una mbegu peke yako. Hamna wanaume wengine ambao wana mbegu. Achana na mimi, umenisikia? Huyo mtoto anahitaji malezi ya baba na mama. Huyo mtoto anahitaji apendwe, apewe matunzo na mimi nimejitoa kwa ajili ya mwanangu. Huyo ni damu yangu, huyo hapo ni simba. Huyo hapo ni simba yangu. Mwanamke, hebu kwanza acha hayo mambo. Hebu turudi kwanza ndani tuzungumze mke wangu. Mke wangu tafadhali nakuomba usiondoke. Hebu sawa nimekosea. Hapa ni mambo ambayo tunaweza tukakaa chini tukazungumza mke wangu, nakuomba mke wangu. Hapa ni mambo ambayo tukazungumza. Tukae chini. Subiri kwanza, subiri tukazungumza. Mimi nazungumza na wewe mwanangu, choka umenioa. Shangazi kaja na shilingi 2500 imekushinda. Mwanamke nimeolewa naika nguo kwenye gunia. Mpaka nimepata na mtoto. Shangazi kaja 2500 umeshindwa kununua foti na lima. Hicho kilimo kina faida gani? Sasa hiyo shamba, lima, weka mazao ndani yajae, ukale na familia yako. Mimi naenda nyumbani kwetu. Nitapata kunioa ambao unaweza kunihudumia. Ngoja kwanza mke wangu. Hapo ni maisha tu yanabadilika. Kuna leo nimekosa kesho nitapata. Sasa hilo shangazi kaja nitanunua mke wangu. Nataka uende wapi hapo mwanangu huyo hapo? Mke wangu hebu turudi kwanza ndani tuzungumze. Acha kunaibisha hapo. Kila mtu anaona hayo timu yafanya. Hebu basi kavipi nisamehe. Hivi ukiambia umechoka uelewi? Si nimesema nimekuchoka wewe. Sikutaki. Bora sasa hivi nimekuona. Maana mguu huu nilikuwa nitoke hapa nije. Mguu tena? Kuna shida gani? Sio kumbuka mama Machozi. Mimi na wewe tuliweka ahadi gani?
Si urafiki tu mimi na wewe, bali tunataka kuunganisha udugu. Nasikia Machozi amesharudi kijijini kwetu. Sasa nakupa wiki hizi 3 tunakuja kuchukua mwali wetu, maana ni haki yetu. Unanipotezea muda vipi wewe? Kwa hiyo unataka kilemba uvae, si ndio? Vaa. Ukweli hata nguvu sina, kutwa ninashinda maumivu, usoni huzunika yatima, moyo umejawa magugu, na sijui usaliti kosa langu ndo nafanya niteseke. Aliyakuwa sijui mabaya, sasa iweja nitese, na sina furaha, mapenzi yanatesa akili yangu, mwili majeraha, napagawa na wivu tu wangu, kutwa nzima, sioni thamani upendo wangu, hadi nashindwa, uvumilivu umeshinda siwezi. Machozi, machozi, machozi yananitoka, machozi, machozi, oh, machozi, machozi, machozi yananitoka, machozi. Johnson, na ni bora tu kusema dhahiri kuliko kukaa kimya bila sababu, kuchosha mwili kumia. Kichwani mala hili mala lile mala yale, kukosa umahiri, majonzi kuzidira na kutoma kilikili, ujuzi mwingi kufikiri, kuwaza kwingi, mabara kulia usiku mchana, uvumilivu umeshinda. Machozi, machozi yananitoka, machozi. Mama Chozi, ujio wetu sisi hapa kuhusu ile ahadi ya watoto wetu kuoana. Unakumbuka ahadi tuliyoiweka kwamba hawa watoto tutawafungishia ndoa. Sisi tumekuja hapa kufuatia ile ahadi. Utuambie ni lini tunawafungishia watoto ndoa. Ahadi gani? Hiyo ahadi ya miaka mingi hiyo ilishapita. Alafu Mama Paulo, muhusika mwenyewe mbona ameshafariki muda mrefu? Yaani mimi kwa hilo mtanisamehe, sikubali. Siwezi kukubali mwanangu abadilishiwe mwanaume, na aliyakuwa alitakiwa muoe ameshafariki.